Ya Muungano wa Tanzania, ndugu mwandishi wa habari wa Manja Ronga ya ile ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro. Karibu, nataka nisungumze kidogo kuhusu mradi muhimu tuliopata ambayo ni program ya kujengea uwezo mamlaka serikali za mitaa ambao unalenga kusaidia katika kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huu ni mradi ambao unatekelezwa na serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais, wizara ya fedha na TAMISEMI, ambapo ni mradi wa mabadiliko ya tabia nchi. Inasaidia katika kuwajengea uwezo jamii katika ngazi za msingi, local government, ili waweze kuhimili athari ambazo zinatokana na mabadiliko ya tabia nchi. Programu hii inajulikana kama SCALE, yani Scaling Up Local Lead Climate Action. Ni mradi ambao unatekelezwa kwa ushirikiano na Benki ya Dunia, World Bank, na inatekelezwa katika halmashauri 65 kwa Tanzania, Ngorongoro ikiwa ni moja wapo halmashauri hizo. Mradi huu umeshaanza hata kwenye halmashauri yetu katika ngazi mbalimbali, na hadi sasa tuko kwenye hatua za msingi kabisa ambapo wananchi wanaelekea kuanza kunufaika na miradi hii. Hapa tunapozungumza, kwanza niseme tu mradi ni wa miaka 5, unategemewa kutekelezwa kuanzia 2025 2030, na kama nilivyosema inalenga halmashauri zilizonufaika ni 65, ambazo pia na sisi tuko miongoni mwa hizo halmashauri. Tumeanza hatua mbalimbali. Hatua ambazo tumeanza ni kuwajengea uwezo wale wawezeshaji au wataalamu tayari kwa ngazi ya wilaya, ngazi za vijiji na kata, na hadi sasa maafisa ugani wapatao 21 wameshapatiwa mafunzo. Na tayari pia jamii katika ngazi ya msingi wameweza sasa kupata uelewa na mafunzo ya namna gani ya kuibua miradi, na miradi hii inaibuliwa kwa kutumia mfumo unaoitwa mfumo wa fursa na vikwazo, yani O&OD. Tayari kazi hii imefanyika vizuri kwenye kata za mwanzo, kwa sababu sisi kwetu hapa halmashauri ya wilaya Ngorongoro mradi huu utatekelezwa katika kata 21, kata 7 za awamu ya kwanza, 7 kwa awamu ya pili na 7 kwa awamu ya tatu. Kwenye hizi kata 7 ambazo sasa mradi unakaribia kwenda kuanza, tayari sasa maafisa ugani wale wametoa mafunzo kwa jamii na wameongoza namna ya kuibua miradi na namna pia ya kuweka vipaumbele katika uibuaji wa miradi. Inaitwa ni mfumo shirikishi wa namna ya kuweka vipaumbele na kuibua miradi. Inaitwa Participatory Climate Risks Assessment. Tayari pia imeshafanyika. Hatua hiyo imegharimu jumla shilingi milioni 110 za Tanzania katika hatua ya kwanza inaitwa Tuanze Readiness. Na niseme tu kata ambazo zitaenda kuanza kunufaika na mradi huu hapa halmashauri kwetu. Kuna kata za Olaipiri, Maloni, kata za Kakesio, Eyasi, lakini pia kuna kata ya Sale, kuna kata ya Pinyinyi na Piaya. Hizo ndio kata 7 ambazo mradi utaanza. Na ibua miradi 11 za ambazo zitatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 1 na milioni 24. Tunategemea mapema kuanzia mwezi wa 7 Julai 2026 kata hizi zitaanza miradi hii itaanza kutekelezwa kwenye hizi kata. Lakini pia kuna kata 7 ambazo wakati mradi ikianza kwenye kata hizi za awali, na huko pia wanakuwa wanafanya zoezi lile la kuibua miradi na kuweka vipaumbele vyao, ambazo ni kata ya Soitsambu, na kata ya Malambo, kata ya Endulen, na kata ya Ngoile, kata ya Oldanywa Sambu, lakini pia kuna kata za Samunge na Arash. Hizo zitakuwa kata 7 za awamu ya pili. Huo ndio sura halisi ya mradi. Ni program nzuri sana
na kwa dhati tumefurahia kuwa sehemu ya maeneo ambayo programu hii muhimu ya namna kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi itatekelezwa. Naweza tu nikasema kwa kifupi baadhi ya miradi ambavyo jamii kwa ngazi ya msingi kabisa wameweza kuibua. Wengine wameibua kufenzi vyanzo vya maji, wengine pia wameibua miradi ya skimu za umwagiliaji kwa mfano kule Pinyinyi. Lakini wengine pia wameibua kuchimbua visima vya maji kwenye maeneo yao, na wengine pia wameibua namna ambavyo wanaweza wakawekewa mawasiliano nzuri ya vifuko. Unaweza kukuta sehemu nyingine wanakuwa na athari za mafuriko, ambapo wakati mwingine inakatisha hata mawasiliano kati ya eneo na eneo. Wengine wameibua miradi hiyo, na wengine wameibua miradi ya majosho ya kuogeshea mifugo. Kwa hiyo ni baadhi tu ya miradi 11 niliyotaja kwamba itaanza kwenda kutekelezwa au kuanzia Julai mwaka huu. Kwa kweli tunatoa shukrani zetu za dhati kwa serikali yetu ya Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa programu hii muhimu sana. Naamini itaenda kuwasaidia sana wananchi wetu. Tumekuwa na changamoto nyingi za maji kwenye maeneo yetu, na changamoto za miundombinu kama mifuko kwenye barabara na maeneo mengine haya ambayo nimeyataja, kama za mifugo na mambo kama hayo. Kwa hiyo tunaishukuru sana, ni mradi muhimu ambao na uhakika itaenda kutusaidia, lakini zaidi itasaidia jamii katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mwisho kabisa, tunatoa shukrani za dhati kwa wadau wote waliohusika kufanikisha programu hii, lakini pia sisi tunatoa ahadi kama halmashauri na baraza la madiwani kwa ujumla kwamba tutatoa ushirikiano wote utakaohitajika katika hatua zote za utekelezaji wa mradi huu. Baada ya kusema hayo, na kushukuru sana na asanteni kwa kunisikiliza.